Eza mtu kwa mambo ambaye yatakuwa ni aibu. Hasira uelekesha mtu kwa mambo ambaye anafanya. Baada ya kufanya anajiuliza, nilikuwa nikifanya nini? Ndio tunaambiwa tuachane na hasira, tuwe wapole wa kiasi. Mambo yakitutokea tufikirie, kwa maana tuko na yule ambaye anatuongoza. Na Biblia inasema katika kitabu cha Petro wa kwanza 5:7 ya kwamba mashinda yetu yote yale yanatusukuma tuwe tukimpelekea Bwana, kwa maana yeye ndiye anaweza kuyabeba, yeye ndiye anaweza kubeba yale yote yanatusumbua. Ndio unaona kama mtu yeye mwenyewe hajajipeana kwa Bwana, akijibebea mizigo yake mwenyewe. Utakuta mtu ni kijana anaenda kujiweka kamba, utakuta mtu yako na watoto anaenda kujiweka kamba, amechukua sumu amekunywa. Ni kwa sababu gani? Yeye anabeba mambo yake yeye mwenyewe. Usijibebee wewe mwenyewe, hautaweza yote yale yanakusumbua, hautaweza kuyabeba wewe mwenyewe. Ni mizigo mizito, kuna maneno mengine mazito ambayo huwezi ukayabeba, na ndiyo Biblia inasema hayo mazito tumpatie Kristo, hayo mazito tuyalete kwa Bwana, hayo mazito ambaye yametushinda. Hakuna kitu tutafanya peke yetu, tuyabebe tuyalete Bwana. Haleluya, haleluya. Ewe unanitazama katika mitandao ya kijamii, ewe unasikia sauti yangu, ewe umeketi kanisani sasa, mambo yamekusumbua, usiache jua lianguke. Uko na hasira na mtu fulani, usiachilie jua lianguke. Hebu rudi kwa Mungu, umwambie akupe amani. Yeye ndiye mfalme wa amani, hakuna mwingine kama Mungu. Mungu ndiye mfalme wa amani, hakuna yule tunaweza kutosanilisha na Mungu. Mungu ni mfalme wa amani, yeye ndiye anapeana amani, yeye ndiye anashikilia familia zetu. Watoto wetu wako mikononi mwake, nyumba zetu ziko mikononi mwake, uzao wetu uko mikononi mwake. Yeye ndiye anajua tunakula nini, yeye ndiye anajua tutakunywa nini, yeye anajua vile jua linatoka, vile jua linaenda kuanguka. Mwenyezi Mungu anajua vile anatupeleka. Tumeambiwa tusiongoshwe na hasira, tukatae hasira, tukatae mambo ambaye yanaweza kuleta utata kwa jamii zetu, kwa familia zetu, kwa kanisa la Bwana. Hata kazini, ukiona mtu ambaye ako na kisirani yake anakuletea kisirani, hata ukiwa kazini, kitu ya kwanza ni kumwombea, kitu ya pili ni kumsamea, kitu ya tatu ni kuepukana na yeye, kwa maana kuna mahali atakuingiza kwa shinda ambaye kwa shinda yako. Ndio ndugu yetu anasema ya kwamba tuachane na hasira na tuepukane na hasira na tuweze kutegemea Mungu. Petro naye akasema hayo mazito yote tuyakusanye, tuyapeane kwa Kristo, kwa maana yeye ndiye atatusaidia. Tunapata majaribu ndio, lakini ndugu yetu Petro anasema ya kwamba, kwa hiyo Petro 5 mstari wa 7 wa 8 wa 9, ya kwamba hata ndugu zetu wengine katika dunia wanapitia kwa mambo yale majaribu. Unapata ile shinda uko nayo, sio wewe peke yako, sio wewe peke yako. Kuna ndugu zako wengine, kuna wengine wameokoka wanapitia kwa shinda kama hiyo. Kwa sababu hiyo si wewe peke yake. Tunaona ndugu yetu Elijah wakati alienda na kuambia Mungu, nimekasirika, nimefukuzwa na Jezebeli, watu wote karibu waishe, manabii wote wameisha. Akasema nimebaki peke yangu. Biblia inasema ya kwamba sauti la Mungu likakuja likamwambia, ewe
Elijah, yabaki wewe duniani. Kuna wengine wengi, sio wewe peke yake umebaki. Kuna wengine wengi. Wacha nikwambie siku ya leo, sio wewe peke yake unapata majaribu, sio wewe peke yake unakutana na mambo, sio wewe peke yake umekuwa na hiyo shinda. Kuna wengine wako na shinda, lakini kuna yule ambaye anaweza kutusaidia kwa shinda zetu, na tumpe shinda zetu. Hatutaweza shinda zetu kuzibeba, hatutabebana na dunia, hatutaweza kuibeba. Tupeane shinda zetu kwa Mwenyezi Mungu. Uribesha karaba kuterema.